Hakuna Mungu kama wewe Baba, pokea sifa. Baba, pokea sifa. Baba, pokea sifa. Baba, pokea sifa. Tunakupenda Mwokozi, Baba, pokea sifa. Baba, pokea sifa. Tunainua mikono yetu, Baba, pokea sifa. Baba, pokea sifa. Tunainua sauti zetu, Baba, pokea sifa. Baba, pokea sifa. Tunakushangilia Baba, pokea sifa. Baba, pokea sifa. Tunapiga vigelegele Yesu. Baba, pokea sifa. Tunapiga kelele Yesu. Baba, pokea sifa. Tunainua sauti zetu, Baba, pokea sifa. Baba, pokea sifa. Hakuna Mungu kama wewe Baba, pokea sifa. Baba, pokea sifa. Hakuna Baba kama wewe Baba, pokea sifa. Baba, pokea sifa. Baba, pokea sifa. 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 Pokea sifa.
Hallelujah.
tu umetuacha tu. Sawa, asante sana. The presence of God iko mahali hapa. Wakati tumejiconnect na Mungu, na Mungu anakaa katika sifa, anakula, hiyo ndio chakula ya Mungu. Bwana asifiwe. So wakati unataka kujiconnect, when you want to get into the presence of God, just worship God, praise God, wewe muabudu. Bwana asifiwe. Hata kama uko pale kitchen, anza wimbo. Everywhere it is time to worship. Bwana asifiwe. Asante, tumeenda vizuri, na wakati huu ningependa kupeana testimony, na nitaanza na Eldaroda maana ako na kitu yetu, alafu kama kuna mtu mwingine pale ajiandae, ndio tuende na hiyo mutaratara. Eldaroda, karibu. To appreciate Roda Elda. Bwana asifiwe. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Thank you. Anaona tunaendelea vizuri huko kwetu, kulikuwa kwetu. I want to invite the presence of the Holy Spirit because it's already here. The presence of the Holy Spirit has been here since morning, and I can testify to that. When you are doing the testimonies in the morning, I raised my hand, but Minister Carol did not see my hand. What happened is, the testimony I wanted to give is the testimony Mama Dave gave. And I had written it on my hand. I had written about the 7 evil spirits. And I had also written the 7 gifts of the Holy Spirit. Lord, please read for me the 7 evil spirits. The others I know them off head, but those ones na karamu zinakataa kuingia kwa kichwa yangu. Ibuku rĩa Thimo, chapter 6 verse 16. Kũrĩ maũndũ 7 marĩa Mwathani athũire: maitho ma mwĩtĩo, rũrĩmĩ rwa maheni, moko moragaga andũ matehĩtie, ngoro ĩrĩa ĩthugundaga o waganu mũtheri, magũrũ marĩa mateng'eraga gwĩka o ũru mũtheri, mũndũ ũrutaga ũira wa maheni, na mũndũ ũhũrithanagia andũ arĩa angĩ. Mwana wakwa, rumia watho wa thoguo, na ndũkanariganĩrwo nĩ ũrutani wa maitũguo. Thank you. Ngeragia gwĩkĩra 7 evil spirits kĩongo-inĩ gĩakwa cikarega kũingĩra. No heano cia Roho Mũtheru icio kĩongo nĩ ũũgĩ, ũkũrani, ũthurĩri, ũmĩrĩria, ũmenyi, gwĩtigĩra Ngai. Ciho nĩ 7. Minister Carol, testimony. That is what was going on in my head. Today was not regarding the Jesus. Today was the Holy Spirit himself. These evil spirits, we must do very many bad things. Not remind them, I have 7 spirits. 7 spirits from the Holy Spirit. Please, can we practice them from today? It's a message from the Holy Spirit. Thank you, Eldaroda. It is a confirmation, sababu wakati tulipeana testimonies in the morning, Mama Dave alisimama na hiyo ndio yale maandiko tu alisoma, kumaanisha ya kwamba Roho wa Mungu natuona. Amen. Lakini sasa sisi ni watu ambao wamebadilika.
and for the Holy Spirit to dwell in us, lazima roho zetu zikuwe zimesafishwa. Amen. Mtu mwingine ambaye ako na testimonies. Dada Maureen, patie testimony. To appreciate Maureen. Mwathani agoco. Take na tondu niona ndirenda kukira na ngaigua ngiremwo. Indauga testimony yako ni nene muno ndaihu. Ni mrefu sana. Ini mmeru siwezi weza kuongea Kikuyu hivyo. Na iba lugha yao. Mwathani agoco. Nigenete nipota kukinya muthenya wa muthi na nitawaambia kuna hiyo maspiriti ambazo zinazunguka ambazo si za kawaida, ingawa tutasisoea tu na sinatuogopa. Mtu ambaye akona Mungu ya ukweli itakuwa inakunja, inakutana na moto, inatoroka. Kwa hivyo itakuwa inafanya kazi ya bure. Amen. Ndio nasemanga Shetani achokangi na alalangi, mbali anakimbiza barabara ambayo haina mwisho, kwa sababu hatachoka na hatafikia chenye anafuata. Itakuwa inaponyoka ile ambayo imekombolewa na Mungu. Amen. Kwa hivyo mtu ambaye anaitanishwa na Mungu hakuna siku ataweza kukamatwa na Shetani akue wake, kwa sababu Shetani atakaga ukue wako, akupondanga ukiwa karibu na yeye. Bali sio eti anakupenda ama akona haja na wewe. Hakuna kitu kingine anataka ndani yako, mbali ni kukumaliza. Shetani ashindwe. Kwa hivyo naye Mungu ni mjanja, anajua hata kama kinataka kutumaliza, hawezi maliza wote. Na hata yeye Mungu anasema hata wale wabaya ni wake, mbali ni kupotea, wamepotea kidogo. Na sisi ambaye tumeweza kupata ufunuo, tuweze kuwakomboa kwa jina lake. Amen. Mimi kuna wakati niliambiwa hapa na apostle nikunje nihubiri, ilikuwa I think last month but one. Nikanjipanga na Isaia 45 mstari wa 4. Hiyo ilikuwa imeingia kwa kichwa tangu nikatae maneno ya Biblia na maneno ya kuokoka. Lakini Mungu anakuteteanga tu, anakupea kitu kamoja tu ya kuondoa aibu. Nikasema nitakuja nitasoma hiyo neno. Hiyo siku kuamuka nikanjipanga nikunje. Mimi kwangu kuna kazi sinafanyanga, niko na mfanyikazi. Kwa hivyo nitaamuka kwa raha zangu niende zangu, mimi sina mtu ananiuliza. Okay? So mimi nikaamuka kama kawaida. Nikaenda kwa mbafu. Ati ndio nimeanza kuona anti yako osa mbavu. Nikaosa. Nikasema bana, hii si kazi yangu. Mbona zionangi wakati mwingine? Mimi naenda. Nikatoka. Nikakuja. Kufika stage kwetu Masai Ronji. Kuna wale wanajua Masai Ronji, kuna wale wanjui. Nikapatana, nimesubaa tu, napendaga ile gari imejaa ya haraka. Hata wananijua mama mkubwa. Na wanajua sikaangi nyuma, napenda mbele, kiti ko free. Nawaambia wanajua sifukangi hapo. Wengine wananitusi, wewe endo nunue yako. Nawaambia hata niko na yangu ni venye sitaki kuendeza. Nikapata gari wakati nimesubaa tu, nikapata gari nyingine smart sana. Ikakuja nikasikia katikati ya watu. Kuja nikafika labda ni mtu ananijua ndani. Nikakimbia. Niliona iko na fiti mzuri ile ya matua ile smart. Wakati anafungua hiyo gari nikasema, na kwani hii gari naye inafunguliwa kama ndege? Wenye walikuwa ndani wakacheka. Nikaangalia, nikaona na kweli hatukuwa wengi vile, lakini kulikuwa na watu. Mimi mahali wakati tulikunja, mimi sijui iliniweka wapi. Sijajua town sana. Nikawekwa sijui wapi huko. Sasa nikajaribu kushika mapu ya hapa, nikashindwa. Na kwa sababu sitaki kuuliza, nikasema west east, naenda hivi. Mimi nikaenda, nilipotea mpaka saa 6. Nikaamua kuulizia. Nikasema wacha niulize watu ya Ponda. Nikasema hoya, habari zenu? Mzuri. Nataka mnionyeshe afya center. Nilijua nikionyeshwa afya center nitazika laini. Wakasema mama umepotea. Nikasema kwa nini unjauliza kutoka huko kwote? Nikamwambia nanjuaga na kujaga tu sijui ni nini. Haya, akaniambia pita
hivi pita. Nikasema hiyo ni mbali, sijui nipande bonda. Nikasema lakini lazima nivike hata kama itakuwa saa 10. Shetani lazima nivike. Nikatembea hivi, nikaenda tena nikasema bana. Nikauliza tena nikasema wacha niulize Kahawa House. Nikaulizia Kahawa House. Nikaambiwa huyuko sasa mbali sana lakini pita hivi. Ndio nikastukia nimechomokea hapa. Hata nauliza na kumbe nilikuwa pale ya Kirosi. Nikasema Shetani ashindwe. Huyu hakutaka nipeane ile message, lakini nitaenda kwa hiyo kanisa hata kama ni saa ngapi. Nikakunja, hata sikusikia aibu na sikuandika hata hiyo kitabu hiyo siku. Nilisema mimi niko mwiso, hata watu wanajua niko mwiso, hata siandiki. Nikakunja nikakaa bare. Nikasema hiyo ni evil spirit ilikuwa inani confuse. Lakini unjue message ya Mungu ni lazima ivike. Apostle alisoma hiyo neno. Alisoma hiyo neno mpaka wakati alisimama akaitanja. Nilisikia kama maji imetoka kutoka kwa nywele hivi. Nikajua na message imewaziri kwa jina la Yesu. Shetani umeaibika. Nikamwambia utahisi ukikimbiza barabara ambayo haina Mubarikiwe sana. Asante sana Sister Maureen, Mungu akubariki sana. Hiyo ndio kazi ya Shetani lakini ameshindwa. Ile tu nitasema ndio niite mhubiri wa siku ya leo. Ile kazi ambayo tuko nayo hata si yetu kuomba pesa, kuombea watoto wetu. Yetu ni kuombea wale ambao wako pale. Maana sisi tumejua ukweli. Amen. Hiyo ndio kazi muhimu. Na hiyo kazi tutaifanya aje? Kupitia kwa maombi. Juu wakati wa mchana ndio Shetani na demon zake na wafanyikazi wanajipanga. Saa hii wako kwa conference wanapangana. Wewe upeleke diabetes, wewe upeleke pressure, wewe upeleke ya macho, wewe upeleke umaskini. Unaona? Saa hii ni kujipanga. Na sisi usiku wakati anakuja anapata Agnes, labda yeye ameamka. Minister Dorcas pale amelala na dufe, hata anaitisha ingine, anakuwekea hiyo. Sasa asubuhi tukiamka ndio unajiulizanga nililala vizuri. How comes? Yesu akasema ya kwamba wale wana wa pande ile wanajijua kujipanga. Kwa hivyo tujipange kwa maombi ya usiku. Bwana asifiwe. Mahali popote tuko, tuombe, tukue watu wa kuomba. Amen. Amen. Na kwa hayo machache tusimameni wote ili tukaweze kukaribisha mtumishi wa siku ya leo. Amen. Ningependa kuleta Minister Sammy, ni yeye ako na the word of today. Wacha tu appreciate Minister Sammy, that God will use you in a mighty way. Amen. Amen. Asanteni kwa sababu amuketi chini. Sasa ketini chini. Nilipokuwa ninaomba asubuhi, kwa sababu nilifika hapa saa 11 asubuhi leo, nikaongoza maombi. Na kitu niliomba Mungu. Mwambia Mungu, show yourself today. Show yourself. Na wakati tumekuwa na ibada ya asubuhi, kutoka asubuhi Minister Azeze akatuhubiria, Minister Dorcas akatuhubiria. There are some things niliona hata wakati wa sifa. Nikauliza Mungu, kwani ukusikia maombi yangu? Hii uzito inataka kutoka wapi? But this afternoon, pigieni Yesu makofi mazuri. Hawa watu wakikaa vizuri wanaweza tuongoza. Semeni wabarikiwe. Minister Azeze, God bless you. Sometimes ugesimama, simama. Wacha nikufundishe kitu, because utakuja hapa siku moja. Wakati wowote minister anapokuongelesha usiketi chini. Ndio hiyo grace kufanyie kazi. Wakati mwingine unaongozaga nyimbo zinaguza moyo wangu. Na naposema hivi usiende juu, rudi chini. Na utaenda mbali. May God bless you. Ukikaa poa, wewe utaenda mbali. God bless you. Hakuna haja ya kuwa na kinyongo.
Ukiona mtu ni kama kuna kitu inamfungukia, usiiname roho. Ukiona mtu kama kuna mlango wa baraka zinamfungukia, usikuja uzo. Mwirene ndirona ugithie kuraihu. Because a prophecy ni neno lolote ambalo limekuwa spoken. Ama mnafikiria prophecy ni nini? Prophecy si kwenda hivi. Kwenda hivyo ni kipawa. Na siku moja Azeze atatupeleka na nyimbo na uone hata mimi Sami huaga na niko na hiyo ya kwenda hivyo. Lakini usikae kwa hii. Ukienda hivyo jua ni kipawa. Can somebody say amen? Na kwenda hivyo haimaanishi wewe ni nabii. Semeni amen. Tutofautishe kipawa na huduma ikiwa ndani ya mtu. Kuna tofauti ya huduma na kipawa. Nabii ni 24/7. Ni mtu tu hata akioga kwa bafu, Roho wa Mungu anaweza muogelesha na azime shawa tu asikie. Na kwa hivyo tu venye alizaliwa. Because Mungu hana haja na hiyo. Ana haja na kile aliweka ndani yako, ndio umalize kuoga upeleke ujumbe. Siku moja Roho wa Mungu akanisugumzia nikienda choo. Nikasimama kwa mlango ya choo. Na by the way nilikuwa sikwenda. Lakini nilipokaribia kwa mlango wa choo hiyo mambo ikaisha. Can somebody say amen? Ilienda wapi? Kwa sababu hizi vitu zingine inatusubuaga kichwa, haisumuagi Mungu. Ni wewe ulikula, Mungu hakulagi. Ni wewe ulikunywa chai mingi asubuhi, Mungu hakunywagi chai. Anaangalia moyo wako, mentality, mindset. Can somebody say amen? That's why ninakwambia, unapoona Sami kuna kitu kinamfungukia, tika kunyeta, tika kureko ngathia, nitafute tu, hata kama sichekagi haraka, uniambie Sami ninaona kuna kitu, kuna mahali Mungu anakupeleka. Nitasema amen. Huo unabii utatimia. Kama huyu dada ametoa testimony, simama. Wewe ni a very great evangelist. Lakini upunguze hasira. Punguza. Mungu atakutumia. Na kuna mahali kabla mwaka huu uishe, kuna mahali Roho wa Mungu ananiambia atakutuma. Kwa mtu mkubwa. Kwa mtu atakupatia ujumbe. Ukiwa wewe siku hiyo atakupatia ujumbe, hautakuwa smart venye huko. Atakwambia enda upeleke ule ujumbe. Ulipotea town si kwa sababu haujui town. Ulikuwa unapimwa kama unaweza choka, umiss target ya baraka zako. Wakati mwingine Roho wa Mungu hutupima. May God bless you my sister. Pigieni Bwana wetu makofi mazuri. Nyinyi waibaji, si Mungu awapeleke mbali. Mnasema amina kama mmeketi chini. Si Mungu awapeleke mbali. Si Mungu awafungulie milango. Msiimbage tu hapa. Inueni mikono yenu juu. Sasa naachilia Grace International. In the name of Jesus. Pokeeni neema. Kwa jina la Yesu Kristo. Mkiamini itakuwa sehemu yenu. May God bless you people. Can somebody say amen? Kwa wale ambao wanijui, naitwa Sami na nashukuru Mungu kwa sababu ya nafasi hii ambao tumepatiwa kuhudumu kwa hii madhabahu na apostle. Bwana wetu na apewe sifa. Nina ujumbe ambao unasema ya kwamba the king must hear this. The king must hear this. Siko gongathagia kwa uthikiriria mundu. Leo Roho wa Mungu anasema tutasikizwa na wale hawatusikizagi. The king must hear this. Sijui una nini na kusumbua. Sijui ni nini umeapply. Sijui ni ofisi gani uliingia wakakwambia kuja next week
kuja mwezi huo mwingine mpaka umefika mahali umechoka. After this service utapata neema ya kusikizwa. Fungua nami kitabu cha 1 King chapter number 3 and verse 16. 1 King chapter number 3 and verse 16. Bible inasema hivi: ndipo wanawake wawili makahaba walimwendea mfalme, wakasimama mbele yake. Na mwanamke mmoja akasema, bwana wangu, mimi ni mwanamke huyu tunakaa katika nyumba moja, nami nilizaa nilipokuwa pamoja naye nyumbani. 18. Kisha siku ya 3 baada ya kuzaa kwangu, ikawa mwanamke huyu, sasa ni mastaka wanapeana kwa mfalme. Kisha baada ya siku baada ya kuzaa kwangu, ikawa mwanamke huyu rafiki yangu tunakaa naye nyumba moja, naye akazaa, na sisi tulikuwa pamoja, na hapakuwa na mtu mwingine pamoja nasi nyumbani isipokuwa sisi wawili tu. Kila mtu anaandikisha statement kwa OB. Kila mmoja anaandikisha. Sijui ni umeandikisha how many cases kwa OB, sijui, lakini wacha tukapasa tusome hii. Na mtoto wa mwanamke huyu akafa usiku, maana alimlalia. Akaondoka kati ya usiku, akamuondoa mtoto wangu ubavuni mwangu, mimi mjakazi wako, nilipokuwa usingizini, akamweka kifuani pake, na mtoto wake mwenyewe aliyekuwa amekufa akamweka kifuani pangu. 21. Nilipoondoka asubuhi nimunyonyeshe mtoto wangu, kumbe amekwisha kufa. Hata asubuhi nilipomtazama sana, kumbe siye mtoto wangu niliyemzaa. Kwa mtumio geliko ni mwana wake. No koloni nyuaga joy. Kana okoro wena maroho ikirio magoma. Ndipo yule mwanamke wa pili akasema, si hivyo, bali mtoto wangu ndiye aliyekuwa hai. Kila mtu ana complain. Na mtoto wake ndiye aliyekufa. Na mwanamke akasema, si hivyo, bali mtoto wako ndiye aliyekufa. Wakaanza kubishana mbele ya mfalme Suleiman. Na mtoto wangu ndiye aliyekuwa hai. Ndivyo walivyosema mbele ya mfalme. Sikia. Ndipo mfalme akasema, huyu anasema mtoto wangu yu hai na mtoto wako amekufa. Na huyu asema si hivyo, bali mtoto aliyekufa ni wako na mtoto aliye hai ni wangu. Sikiza. Mfalme akasema, nileteeni upanga. Wakaleta upanga mbele ya mfalme. Na mfalme akasema, mkate mtoto aliye hai vipande viwili, kampe huyu nusu na huyu nusu. Ndipo 26 nimalizie. Ndipo mwanamke yule ambaye mtoto aliye hai ni wake akamwambia mfalme. That's why nimekwambia the king must hear this. Usisumbuliwe na visirani za watu. There is God in heaven who know how to judge things. Ndipo mwanamke yule ambaye mtoto aliye hai ni wake akamwambia mfalme, kwa maana moyoni mwake alimuonea mtoto wake huruma, akasema, bwana wangu, mpe huyu jambazi. Nimesema jambazi, lakini Biblia haijasema jambazi. Akasema, bwana wangu, mpe huyu jambazi mtoto aliye hai, wala usimuue kamwe. Lakini yule mwingine akasema, asiwe wangu wala wako, na akatwe. Iyo shomuri kanike unyadagera urunike.
Wewe unanitakiaga mabaya, ukule faida gani kwangu? Nikifa mbele uta benefit na nini? Baba wetu, kwa jina la Yesu, neno hili ni lako, na umetuambia kwamba mfalme atasikia hii habari. Kuna watu wako na cases, kuna watu wako na agendas, na mahali wanapopeleka agenda zao hawasikizwi. Madharau imekuwa mingi, chuki imekuwa mingi, lakini ile umetuambia utasikia hoja zetu. Kwa jina la Kristo Yesu zote tuseme amen. Bible imezungumzia mambo ama habari ya wanawake wawili ambao hawaja nakilika kwa Bible majina. Hawajaitwa ni nani, hawajaitwa majina yao, lakini lile jina limetamkika kwa Bible hii, wameitwa makahaba, prostitutes. Na ni kama wamama walevi, marafiki ambao wameishi kujifichia, kila mmoja anajificha kwa mwingine, na wakapata mimba kama wiki moja zimeachana hapo. Na Bible inasema ya kwamba one day like today, mama huyo wa kwanza akazaa mtoto, na huyu mwingine akawa ana expect naye kuzaa. Lakini Bible inasema ya kwamba mmoja kati ya hawa akalalia mtoto wake akafa. Kanisa la Bwana, sitaki tusome haya maandiko kama ni hadithi na kana kwamba ni historia. Tunasoma hii tujifunze, na huyo umeketi na yeye ujifunze na mwanahuduma mwenzako. Can somebody say amen? Because hizi vitu si mambo mgeni, tunaziona makanisani. Mtu anainuka muombezi mzuri, lakini unakuta mwingine yeye alikuwa a very nice intercessor, na kwa sababu alijichanganya na dhambi na anasa za ulimwengu akapoteza network, anakutafuta day and night mfanane na yeye. Wakati ulipokuja kwa hii madhabahu ulikuwa very good giver, tithe haungechelewa, sadaka ulikuwa unatoa sadaka poa. Ikitangazwa kuna project ya mahali fulani, wewe ndio ulikuwa wa kwanza kuuliza, apostle ni kama budget ya ngapi? Ukatembea na jambazi, ukatembea na jambazi aliyelalia kipawa chake. Husi jambazi ni Minister Dorcas, I love you, nakupenda sana, unaenda mbali. Ni example napeana. Watu waseme ati apostle ama Sami ame describe Dorcas. Unajua watu wengine ni wako na head baya, kichwa baya tu. God bless you. Wewe ulikuwa a very nice kwa giving. Hata kwa record kwa ofisi ya apostle, jina lako linatajika mara mingi. Hata apostle akihubiri hapa na Teresa ni kama anataka kusema David ama anataka kusema Joshua, badala ya Joshua anasema Yakoba Joyce. Kwa sababu kwa record zake Joyce kwa ubatizo, Joyce kulipia watu transport ya kwenda mlimani, Joyce. Lakini ukaugana na jambazi. Kanisani si kwamba hakukuagi, kuna kuwaga na majambazi tu. Majambazi nani wasafi? Ni wasafi. Kwanza wanajua kwenda zile saluni poa. Hata ukija kwa mgeni utaona huyu ndiye atanielekeza kabisa kwa ofisi ya apostle. Kumbe tu atakuhold akwambie woko tutirutaga muno tutimenya akora pesa ithia. Mtu aliyelalia huduma, aliyelalia ndoto, aliyelalia maono yake, aliyabot
sitasema pole, lakini si wamama wote wanakosaga watoto kwa sababu wamekosa. Hauwezi toa mimba 6 na uexpect Mungu akubariki na mtoto. Maybe uliaboti mtu kama Sami, kama mimi, mtu mwenye achekagi haraka, mtu mwenye anakuwa na confidence. I fear not. Alafu expect siku moja tutabeba mtoto kwa tumbo. Yes, kuko na wale wamekosa watoto kwa sababu ya mpango wa Mungu. They are like that. Walizaliwa hivyo tu kwa sababu ya utukufu wa jina la Bwana. Ndio wewe uliyezaa ukiona huyu ambaye hapati mtoto unasema Ngai ni wega tondu nda yakwa tiko ikarite wega niguo igie na mbegu. Nasungumuza mambo ya kiroho. Kuna watu waliabort maono. Kuna watu walilalia vipawa zao. Wengine ni walevi tu kisiri. They are drunkard. Walianza vizuri, lakini anaona akikunywa kidogo tu ataweza kupiga ndimi kwa haraka hapo kosekete kapara na masanda. Akikunywa tot hautaenda mbali, my dear sister. Wewe piga tot, lakini venye utaendelea kupiga tot, hivyo ndivyo utaendelea kushukishwa na Jehova. Bwana wetu na apewe sifa. Hawa wamama wawili Biblia inasema ya kwamba walikuwa marafiki. Na wakaambiana, Wanjiko na Njeri wakaambiana, si tuchukue kanyumba kamoja, uweke kitanda chako pale na yangu hapa, tukienda kibarua tunapatana jioni. Lakini katika ile hali, sababu Biblia haisemi walikuwa na waume, kila mmoja akaja na mzigo. Venye Mungu alikupatia mzigo wa huduma, venye Roho wa Mungu alikupatia kipawa, ukakosa kutumia kipawa chako vizuri. Sasa unataka wote wawe kama wewe, wawe wasengenyaji kama wewe, wawe jangiri jambazi kama wewe. Bwana wetu na apewe sifa. Niye digo tuwe kawe. Elo shomuri ganete niye digo tuwe kawe. Sitakuwa kama wewe. Na ukijaribu kuniletea hiyo kisirani, sitakuwa kama wewe. Azeze akiiba anafanyaga hivi. Ni yeye. Wenu omenya muraika amutongoragio guo niki. Mimi hatujui. Dorcas naye ni mwingine. Naye anaongozwa hivyo. Si sauti kubwa sina. Na inaleta utukufu wa Mungu. Kwa sababu ni yeye. Don't force me to be like you. Na sijui wewe ulilala kwa kilabu gani? Sijui ulilala wapi? Biblia inasema hawa wamama siku moja wakakutana baada ya miezi 9 kuisha. Mmoja akapata mtoto na mwingine akawitness, rafiki yangu amejifungua, na akamwambia na mimi yangu imebakisha wiki moja. Na Biblia inasema ya kwamba wakapata mtoto. Na Biblia sikiza venye imetuambia, mmoja wao alipokuja akalalia mtoto wake akafa. Bwana wetu napewa sifa. Hey. Leo urenda kana gaka gaku ujejanĩrio tuko. Niĩ ndũkũnjejanĩria. Mimi hautanibadilishia. Niĩ ndũkũneana. Wewe neana wewe. Acha ukora. Na walipoamka asubuhi, kwa sababu huyu ambaye hakulalia mtoto wake akabadilishiwa kwa sababu ya kula. Gutiri kindu gikoro kino gwatita ndora makomaga toro. Mutoro uyu. Sisungumuzi habari ya usingizi wa asri. Nasungumuza juu ya usingizi wa kiroho.
Dorcas ndakufanya rafiki kwa sababu mimi ni mwanamke kama wewe na tutembee na wewe kwa Joel. Kumbe na mpango tukifika hapa kwa Joel tubonge story alafu nitoke kama naenda kukojoa nikuache kwa Joel. Rudi kwa kiti. Ero shemuri nie ndukuneana. Nie ndukunyendia. Na riu ni ndokira toro kuma umuthi. Thiini wa ritwa-ini ria Jesu tumekatana roho ya ujanja in the name of Jesus, the Son of the living God. The king must hear this. Walipopelekana kwa mfalme Suleiman, na wacha nikwambie hakuna kitu kizuri kama hekima. Na kama hauna hekima, omba Mungu akupe hekima. Hekima itajulikana kwa maongeo. How you address things. Venye unaongea utajulikana huyu mama akona hekima, huyu mzee akona hekima ya kiwango cha juu. Solomon akasikiza, na hapa kuna mtoto amekufa na mwingine ako uhai. Kama ni wewe ungefanya nini? Ninaona Suleiman kana kwamba aliwaambia, endeni mkazike huyo ambaye amekufa, msistakiwe, because maiti imelindwa na katiba hata hapa Kenya. Endeni mkamzike huyu ambaye amekufa kisha mkuje. Suleiman akasema mstari wa 20 hiyo na 5 na 6, akasema nipatiwe upanga. Tuweka muteithurani mundu wa Ngai. Kuma roho wa kuhurithania. Tuweka muteithurani. Because mara nyingi kanisa kama hili tunapoteza washirika, tunapoteza members kwa sababu kala unaletewa case. Na kwa sababu wewe ni mweupe, unaangalia huyu mmoja ni mweupe na mwingine ni mweusi, unasema kwamba nitabaki huyu mweupe kama mimi. Ama kwa sababu huyu ni wa kwaya, Azezi anasema ya kwamba sitaki mtu wangu wa praise and worship hapa afinyiliwe. Aseme wewe ndio uko na makosa, sitaki hiyo kisirani. Na huyu umeback Azeze ndiye ako na kisirani hapa, ndiye anaharibiki program zenu hapa. Can somebody say amen? Suleiman akatumia hekima. Akasema basi kwa sababu kila mmoja anadai mtoto ni wake, nileteeni upanga. Akaletea upanga. Akasema huyu mtoto akatanishwe mara 2. Toria Ngai aturaga muoyo. Kilio kuite gitikurago. Kile umekibeba na tangaza hakitauliwa. Yesha taraka bada basanda. Sisi nakwambia hakitauawa na mtu. Fear not. Fear not. Waliua ya wengine, lakini ya kwako hawataipata ng'u. Walipata kuwa ndoa za wengine kule, lakini ndoa yako itasimama. Maika kakuseketererezia. Si ninaongea na mtu. Ukitaka kujipeana si ujipeane. Jipeane. Wamekugoja tu, wamekukodolea macho. Na upanga ulipoletwa, Solomon alipochukua upanga akatanishe mtoto vipande viwili. Minister Karo apatiwe kipande kimoja na Minister Dorcas kipande. Mama mtoto akasema oh God, sijui gai nadha ciana. Lakini kanitho gena ciana nyingi. Gai nadha wa ciana. Onogo ndurihite thogora guko kwina mundu urihite thogora. Nijui na ndurutaga sadaka nyingi. No kuri mundu urihite thogora guko. Nijui nduri na hinya muingi wayo kama undu makura carpet teno. No kuri mundu amigurire. Uguo kimirango gumenya ati kwina mundu, kuna mtu aliyegharimikia hapa.
Can somebody say amen? Mama mtoto akasema ya kwamba mfalme na bwana wangu, usimuue mtoto, mpe huyu mtoto, nimemuona hakika ni wangu, mpe. Atakapoendelea kuishi nice na nitaenjoy kuishi kuona mtoto wangu. Solomoni akaweka upanga chini. The king must hear this. Mungu ndiye mfalme wetu. Atapata na kama kuna mtu akona kesi hapa kotini, hiyo kesi it's over. Kuna kitu nimesikia in the spirit. Kama kuna mtu akona kesi kotini leo, katika ulimwengu wa roho nimeandika appeal, na kwa hii madhabahu utakuja kutestify. Light this date of today. Mama akasema mpe. Mfalme akasema nimejua mama mtoto ni nani. Kuna wakati utafika tujue wana wa CFC ni nani na nani. Kuna wakati nimekuja tu juzi. Nimekuta tu juzi. Niangalie mwendo. Niangalie venye ninaenda. Don't count years. Umefanya nini? Na wewe umekuja mgeni, jua kuna wale walianza na wengine wao kuna gharama wamelipia. Respect them. Pigieni Bwana wetu makofi mazuri. Mama akarudishiwa mtoto wake. Chunga mwenye mnatembea na yeye. Chunga unayefungulia moyo wako. Si kila mtu utamwambia ndoto, si kila mtu utamwambia maono, si kila mtu utadiscuss. Sisemi usimwambie mtu at least leo nimepungukiwa na fare kidogo. Sisemi hivyo. Dienda kwa diagweni no kwina mauduma ina man. Kwa mauduma ku. Unakomu dogo kora line ni ya fegi. Uwe tu dogo tonya kafegi. Haya ushonitaletea line ni. Wewe unapita tu. Unampatia kama 45 minutes. Asijue kuna kitu unaweka kwa account. Account za wengine zimekuwa dormant hapa kwa sababu kuna watu waliwaona na macho. Can somebody say amen? Paulo akiwaterere rĩrĩa itarĩ kĩndũ ndaikarie ta itarĩ, na rĩrĩa itarĩ ndaikarie ta ndĩ. Can somebody say amen? The king must hear this. Kitabu cha 2 King chapter number 2 and verses 8. 2 King chapter number 2 and verses 8. I mean 2 King chapter number 8 and verses. No. 2 King chapter number 8. Yes. Chapter number 8 verses 1. Inasema hivi, basi Elisha alikuwa amemwambia yule mwanamke ambaye alimfufulia mtoto, akasema, ondoka uende wewe na jamaa yako ukae hali ya nchi ya ugenini, utakakoweza kukaa, kwa sababu Bwana ameita njaa, nayo itakuja juu ya nchi hii kwa muda wa miaka 7. Bwana wetu tunapewa sifa. Elisha amemsaidia mama mjane aliyekuwa mtoto wake amekufa, na Elisha akatumika kama nabii kwa ile boma. Mtoto akafufuka, akamsaidia. But a day like today, Elisha akampata yule mama mara ya pili, akamwambia, basi thus says the Lord. Who is your prophet? Who is your prophet? Nabii wako ni nani? Ni nani unaobaga mawaidha? Because some of us
Surely let me tell you, tunaposema our spiritual father, a spiritual father is a prophet. Baba ni nabii, baba ni mwalimu, baba ni ngazi ya kukupandisha, baba ni mabawa ya kupepea. And that's why Bible inasema ya kwamba mama huyu akamdhamini Elisha kwa sababu kuna muujiza aliyomtendea mtoto wake aliyekuwa amekufa akafufuka. Na mara ya pili Elisha akampata akamwambia, mama, kwa sababu niambia kutakuwa na njaa katika nchi, sasa chukua virago vyako uhamie katika nchi ya ugeni kwa Wafilisti, ukae miaka 7. Baada ya miaka 7 njaa itaisha na utarudi. Can somebody say amen? Leo tunarudisha appeals. Kama kuna vitu vyako ulinyang'anywa, kama kuna vitu zako zilikaliwa. Unajua kuna watu wanajua ukalia vitu za watu wengine. Kuna watu wanajua kunyakua mali za wengine. Leo kwa jina la Yesu wanaziamukia. Walikalia, wataziamukia. Amen. Na kama hawataamukia, Mungu atawaondoa. Amen. Ndio niingie kwa hii hali. Dada ya mama yangu wamefuatana toka nitoke. Mama yangu ndiye alikuwa last born kwao. Sister yake kukawa na mazishi ya my cousin. Nikapigiwa simu na kazini yangu, uko kuwe tata umutwale mathiko karau wito ni Naikuru. Nilipobeba aunti yangu na kwa heshima nikamwambia, tata ikarira mbere yo tukiaragagia na ngigura nyama choma athia kiriagira haha tata ngoma. Yavyo na nie uwezi kuwa mimi. Sasa aunti yangu akaniambia bila kujua, akaniambia, Mwagi, kaiwe na watogire. Kwali amaito othe ri gutakire mundu nginya we muithikiri. And it is very true. Wa mami ni ndari wa mbere kugura ngari ina miaka kido 43 hau uguo. Na ndeke ngwire twathi mathiko mieri 2 ndiathirire, ngari wekenda kunjuraga. Nilipoenda nikamwambia mama yangu akaniambia, jagusharite na ngari Mwagi, ndiye ngari ino nigukuraga. Nikaiuza. Ninaenda miguu. Bwana wetu na apewe sifa. Nataka nikuambie hivi, vitu zingine ulizokuwa nazo na sasa hauna, it is only that hauna prophet mwenye unaheshimu. That's why unateseka. Because nabii ana neema ya kukuregeshea ndoa. Nabii ana uwezo wa kukuregeshea, akuzalishie biashara yako. Uteaga we tegai. Nani amesema Mungu? Kama hautaniheshimu mimi, uheshimu Mungu. Tuhere githomo-ini kirega kwa tenie jiguaga Ngai. Tenie jiguaga roho. Jiguaga Ngai. No ginya Ngai agerere kwe muthinjiri. Can somebody say amen? Dada huyu alipopeleka ujumbe kwa apostle, umetuambia kuna kitu ulisikia kama imetoka kwa Mungu ikateremuka. Si kwamba apostle ni mzee tofauti na wengine. Utofauti ni kwamba ako na mafuta. Can somebody say amen? Nilinyaganywa neema ya magari na aunti yangu
naye aliponinyang'anya nikagundua sasa ako chini ya mchanga. Bwana wetu napenda dogedu nyido cia kwa ni utaninyang'anya aje ugadigo tunywo ni na macokie nginya muthuri na macokie nginya mutumi macokie jata ya ciana thĩinĩ wa rĩĩtwa-inĩ rĩa Jesu. Hallelujah. The king must hear this. Napozungumza juu ya mfalme ninazungumza juu ya Mungu aliye hai. Wewe unaheshimu nani? Mama huyu akamheshimu Elisha alipoambia kwamba nchi itakuwa na njaa, na sasa toka katika nchi hii uende kwa Wafilisti ukae for 7 years, na baada ya miaka 7 uregee nyumbani. Mama, Bible inasema alipokuwa analegea kwake akapata nyumba yake imechukuliwa, akapata shamba lake limechukuliwa. Hakuwa na nyumba na aliacha nyumba, hakuwa na shamba na aliacha shamba. Iliendaga wapi? Kuna watu walikuja wakachukua shamba ya mama mjane na wakachukua mpaka nyumba yake. Mama alipokuta watu wameoccupy ni watu wenye nguvu, akasema sasa hii itanibidi niende kwa mfalme. Wewe unaendaga wapi? Wakati wa problems unaendaga wapi? Elijah wakati brook ilipokauka, na kwa sababu Mungu ndiye aliyekuwa amempeleka pale, Mungu mwenye alimpeleka pale kwa kile kijito wa kunywage maji na nyama inaletwa na kunguru, wakati jua na kiangazi ilizidi na kijito kikakauka, the same God, yeye ndiye alikuja akamwambia mundu wakwa nini ndakuigire haha riu ndenda gugu transfer, ni hadirie mutumia, nimeadaa mama wa kukulisha. Can somebody say amen? Naomba upigwe transfer kwa hiyo stagnation spirit in the name of Jesus. Kwa hiyo stagnation spirit upigwe transfer to your next level in the name of Jesus. Kama unaamini sema amina kubwa na umpatie Bwana sadaka ya makofi mazuri in the name of Jesus. Mama huyu alipopata shamba lake limechukuliwa, akaamua kwenda kwa mfalme. Akakuta Gehazi ndio anaulizwa habari ya huyu mama aliyefufuliwa mtoto na Elisha. Gehazi akamwambia mfalme, hata yule mama unayeniuliza kumhusu ndiye huyu amejileta. Mama akaulizwa na mfalme, unatakaje mama? Akasema, niliambiwa na nabii niende huko for 7 years, na wakati nimekuta majambazi wamechukua nyumba yangu, wamekalia shamba for 7 years, wamekuwa wakilima, wanakaa kwa nyumba yangu, hawalipi kodi, hawalipi rent. Bible inasema ya kwamba mfalme aliposikiza mama, akamwambia mama, sikiza, leo utalala kwako na shamba la kwako utaregeshewa. Bwana wetu na apewe sifa. Mfalme akaamurisha maofficers, muandamane na huyu mama, mwende mkawaambie wale watu, si kuregesha tu shamba, lakini walipe na si shamba peke yake. Mama aliregeshewa shamba na faida. Wale majambazi walikalia shamba lake, waliambiwa sasa mlipe na faida, na miaka 7 mlipe rent ya nyumba. Agamai kamili beshia na faida. Hallelujah. Mama shamba lake akaanza kufurahia. Legeshewa amani yako, legeshewa nyota yako, legeshewa huduma yako. Can somebody say amen? Yani makofi mazuri. Mark chapter number 10 and verses 46.
hiyo utaandika tu Mark chapter number 10 and verses 46. Inasema ya kwamba Bartimayo mwana wa Timaeus, hakuna mtu aliyekuwa anamsikiza, na mzee huyu mwenye mandevu na mzee, asubuhi watu wao walikuwa wanambeba wanampeleka kando ya barabara angalau apate siki, apate kitu cha kumsaidia, cha kujisaidia. Na siku zile ukisoma Bible ambao International Bible inasema vipofu na viwete, kuna hizo siku kuna mavazi waliokuwa wanafarishwa. Ndio ukipita tu utajua huyu ni mlemavu, ndio umsaidie. Na Biblia inasema ya kwamba akasikia ya kwamba Yesu Mnazareti anapita, na akawa amesikia habari ya huyu mtu ya kwamba huwa anaponya. Akasikia watu wanasema Yesu mwana wa Daudi, naye akaanza kupiga sauti na kusema Yesu mwana wa Daudi ni rehemu, Yesu mwana wa Daudi ni rehemu. Na Biblia inasema ya kwamba akifuata akinapita walimzuia asifike mahali Yesu wako, wakimwambia nyamaza, umetusumbua toka asubuhi. Toria Ngai aturaga muoyo, ndugetekere kugiririka. Usikubali kuzuilika. Pasa sauti yako, wewe uliyetasa, wewe usiyezaa, maana watoto wako ni wengi kuliko wale waliozaa. Panua hema yako, kaza kamba za hema yako. Bwana wetu na apewe sifa. Pasa sauti yako, hata kama wewe ni wana nguo moja, hata kama hauna akaunti kwa benki, hata kama watoto wako nyumbani, na hata kama wanafungua shule kesho na hauna school fees ya watoto. Pasa sauti yako. There is God in heaven. Kuna Mungu anajua matatizo, kuna Mungu anajua kile unachokipitia, ambaye ana uwezo wa kukujibu maombi yako. Can somebody say amen? Acha uoga ya watu. Security. Ondoka wewe security. Nataka kupita, sina haja na wewe. Nataka kupita. Una venye umetengeneza nywele vizuri? Sina haja na wewe. Nataka kumuona huyu mzee. Usikubali kuzuiliwa. Usikubali kuzuiliwa na mtu. Kuna mwambie mtu, niondole kisirani, ninajua mahali ninakwenda. Ninajua ninakwenda wapi. Wewe ti uranyonia Nairobi. Ti akudera Githerani. Ti utinde unyitanyite guoko ujekage thoni ati guoko guo. Hata akaisino nginya unigie bara. Wewe thi kuri urathie. Hallelujah. Bartimayo akasema, ninajua sauti ya huyu ninayemuita ni simba wa kabila la Juda. The king must hear this. Yesu mwana wa Daudi ni rehemu. Maendelea na Bartimayo. Unajua mwanafunzi mmoja wa Yesu alikuwa anaitwa nani? Bartimayo. Atemani ya mato muroko muone Ngai na Yesu na roho. Bwana wetu na apewe sifa. Bartimayo akapasa sauti.
Paza sauti. Hapa ni CFC. Wewe twaradi maroho ma dini korea umire na korea umire. Ya gutorera maundu ma dini yakwa nyuguko. Kuna wakati nimekuwa founder wa ministry for 3 years. Ministry yangu niko na barua, lakini niko kwa saduku. Naleta mambo ya founder hapa ifanye nini? Si nifanye kazi hapa chini ya hii carpet? Ni nini kisirani? Ya Voice of Wonders family. Unanichekelea wewe mwana kwaya. Bwana wetu na pesa, simpatie Bwana makofi mazuri. Bartimayo akapasa sauti, na kuna watu wanamsukuma, na ni wazee wengine hata walika yake. Badala wamsikize, wamuulize ni nini baya mzee, awaambie nataka ule mtu mwenye kuponya. Majeso dahana shosho wa mtu, dahana guka wa mtu. Mwana Yesu dahana brother yako. Yesu wewe mwega kule yule. Yesu akasimama, akageuka akasema, mwambieni ninamuita. Leo kuna mtu ataitwa kabla ya usiku wa leo. Leo kuna mtu atabadilishiwa jina. Leo kuna mtu atabadilishiwa. Leo kuna mtu ataregeshewa nyota. Leo kuna mtu leo. Pigia Bwana wetu shangwe na vigelegele. Yesu akasema, mwambieni ninamuita. Wale waliomkataza, wale waliomzuia ndio walikuwa wa mbele kumuita, kumwambia njoo, mwalimu anakuita. Wanaokuzuia watakuwa wa mbele kukubariki. Wanaokuzuia watakuwa wa kwanza kukuita. Waliokuzuilia watakuwa wa kwanza kukukaribisha. Pigia Bwana shangwe na vigeregere. Yesu akamuuliza, mzee unataka nini? Mama unataka nini? Kuna kile kimekuleta katika ibada ya leo. Leo pokea kwa jina la Yesu. Kile kimekuleta kwa ibada ya leo, ninaachilia kwa jina la Yesu. Kama ni pesa pokea, kama ni biashara pokea, kama ni neema pokea kwa jina la Yesu. Bartimayo akamwambia, nataka kuona. Wale nataka kuona, akaambiwa basi usione. Macho ikafunguka, akaanza kusema ninaona. Si uone leo, si ufunguliwe macho, uone kile Mungu anakusudia kuachilia katika maisha yako. In the name of Jesus. The king must hear this. Tunawaamini wale wanatoaga ndimi. Neka kadosi kiteria masomade. Na mwingine pade hii anatafsiri. Roho anasema utaenda mbali. Na ni kweli. Si vako. Kuna ndimi na kuna kumtafsiri. Wethio mishitaurago. Bwana wetu napewe sifa. Usiweke tumaini lako kwa hiyo. Weka tumaini lako kwa Yesu. Usiweke tumaini lako kwa kipawa. Kipawa ni kizuri, lakini kipawa kikikosa karakta, tabia, itakuwa kama debe. Tumia kipawa kwa njia ya sifa na utukufu wa Mungu. Bwana wetu napewe sifa. Biblia inasema ya kwamba Bartimayo mwana wa Timayo akafunguka macho kama alivyotamani. Akamwambia, si uniruhusu nikufuate? Yesu akamwambia, enda ukawaambie ulikuwa kipofu, sasa umeona. Kwa jina la Yesu, leo utatoka hapa na ripoti mpya.
Leo utatoka hapa na wimbo mpya. Leo utatoka hapa na ujumbe. Utatoka na wimbo mpya. In the name of Jesus. Kuna watu watatu katikati yetu walipoteza. Na Roho Mungu ananiambia nikwambie ni wakati wako wa kuregeshewa. Ulipoteza nafasi za kazi. Ulipoteza nafasi. Ulipoteza nafasi za biashara. Receive it once again. Ipokee kwa jina la Yesu. Mama huyu akarudi na mtoto. Ulikuja hapa ukilia. Na sasa ni kumaliza, tunamaliza. Utarudi na kile kilichokuwa kinakufanya ulie. Wakati mwingine sisi wachungaji huwa tunatamani kuhubiriwa tupate watu wa kutuambia hivyo ninavyowaambia. Because kile kitakufanya upokee ni kukipokea kwa furaha na kusema amina. Bwana wetu napewe sifa. Bartimayo aliyekuwa ameletwa na watu wao akiwa kipofu, alirudia watu wao akiwa anaona, akijipeleka na miguu. Jitembeze. Maono yako ijitembeze. Huduma yako ijitembeze. Biashara yako ijitembeze. Kwa jina la Yesu. Ndoa yako ijitembeze. In the name of Jesus, the Son of the living God. Sijui anzeze kwa nini nasikia usimame nikwambie. After 14 days kuna vitu Roho kuregeshea. You have been asking God, why me? My brother, I don't know. Mimi sikujui sana. Lakini Roho Mungu ananiambia hayo maswali umekuwa ukiuliza. It is already been answered today. Already. Shake my hand. May God restore your star. My friend, wewe ni international. Lakini kuna watu waliona wakakamata. Leo kwa haya madhabahu, ibosho, naambiwa ulegeshewe na ulegeshewe neema ya kupaa kama tai. Many will come to you. Watu wakatakuja kufetch kutoka kwako. May God bless you. I'm not used kuwekea mtu mkono. Can somebody say amen? There are 5 people in us, katikati yetu. 5. Biashara zilikuwa juu. Zimetelemuka kiwango cha kujiuliza, ni kurogwa, nimeendewa ama ni aje? Simama na miguu yako. 5. Watu 5 biashara zao zimerudi chini. Kuja hapa mbele. Come my brother. Ni watu 5. 5. Biashara zimerudi chini. Ni kwa hii madhabahu utapata neema. Na unajua mimi I'm not a businessman. Mimi si businessman. Mimi ni mhubiri. Na napokuambia kuna neema hiyo,
wako wapi watu hao wengine wawili? Si biashara ni yako, ni yetu. Lakini si shida yao. Kanisani kuna watu wanakuwa na uoga wa kusimama hata testimonies. Aigua kuroga kama maina inogo. Muujiza ni wako. Kujeni hapa. Mpige magoti hapa. Very fast. Piga magoti tu chini. Ninaweza kosa kufanya venye mtumishi wa Mungu huwa anafanya, lakini mikono yako guzisha kwa kapeti hii. Father, in the mighty name of Jesus, ni maandiko yako inasema ya kwamba wewe hubariki kazi za mikono yetu. Watu hawa hawajainamia mtu, wameinama kwa haya madhabahu ambayo imebeba utajiri. Wameinama kwa madhabahu haya ambao imebeba utajiri na kibali. Ninawaombea nikiwa mahali pa juu, Bwana wapate kibali kwa biashara. Chochote watakakokamata na mikono yao kipate wateja, milango ya biashara ikawafungukie. Natangaza mtakuwa international businessmen and women in the name of Jesus. Pokeeni neema na msimame kwa jina la Yesu Kristo. Nisalimie tu kwa mkono wako. Pokea neema, my dear sister. Pokea neema kwa jina la Yesu. Pokea neema ya biashara. Pokea neema kwa jina la Yesu. Pokea neema kwa jina la Kristo Yesu. Endeni na mbarikiwe. Pigieni Bwana wetu makofi mazuri. The king must hear this. Dada Karo, simama. Simama. Sikizeni kwa makini. Ninaambiwa niwaambie hivi. Mahali mnapofanya kazi kuna promotion. Mlango wa promotion. Promotion. Na ukipromotiwa unapromotiwa mpaka na salary. Kwa jina la Yesu Kristo. Kuna roho inakufuata kazini. Na hiyo roho inakufuata si mbaya. Kuna vitu vyako vinachunguzwa. Na siku moja utaitwa kwa ofisi. Kuna vitu utaaminiwa. Kuna kiwango roho Mungu ananiambia utapandishwa. Pokea neema hiyo. Pokea neema. Nimetangaza hiyo. Promotion is your portion. Kwa jina la Yesu. You have been faithful in this altar. Today Mungu ameachilia neema ya promotion. Kwa jina la Yesu. Shika tumbo yako niombe uzao wa tumbo yako. Roho Mungu ananiambia nikwambie kwa tumbo yako nimeona kupanda ndege. Na mlango umefunguka. Nimeambiwa nikwambie kwa hii madhabahu ya kwamba tusta celebrate kusindikisha mtoto. Na si kusindikisha mtoto, atakapokuwa anarudi tutamulaki kwa haya madhabahu. The door is open. The door is open. Ni faithfulness. Kile umekuwa ukifanya hapa kimekufungulia mlango wa uzao wa tumbo yako. May God bless you. Pigieni Bwana wetu makofi mazuri. Come my brother. Kuja na hiyo kiti weka hapa. Hapo. This will be a witness ya kwamba unaregeshewa magari zako.
Kitabu cha Zakaria chapter number 2 verses 5, Bible inasema ya kwamba nitakuwa kama ukuta wa moto. Kuna vitu vyako unaregeshewa kwa haya madhabahu. You have been faithful in this altar. You have been serving apostle. Kwa sababu ya hiyo, this before the end of this year, you drive again your cash. Kuna mlango wa kuregeshewa vitu zako, my brother. Pokea neema kwa jina la Yesu. Rudisha kitu. The king must hear this. Mfalme akasikia kilio cha yule mama mwenye mtoto, akarudi nyumbani na mtoto. Si urudi na kenye ulipoteza. Come. Greet me. Nimetransfer neema. Ninaachilia kibali. Sasa uvuke. Vuka Yordani. Vuka Yordani. Kwa jina la Yesu Kristo. Na kuunganisha na neema ya kukupigania. Mungu apigane vita zako zote zote zote. God bless you. Pigieni Bwana makofi. Come. Nimekuregeshea heshima yako. Sasa wende ukaheshimiwe. Wende ukaheshimiwe. In the name of Jesus. Elisha akapita mahali na mama akawa anamuangalia. Na siku moja mama akamwendea mume wake akamwambia, kuna mtu hupita hapa na inaonekana huyu mtu ni kama mtumishi wa Mungu. Naposema hivyo ungekuwa umesimama tu. Kama mama, kama wewe. Akawa anapita. Mama akamuona akamwambia mzee wake, huyu mtu ni kama ni mtumishi wa Mungu. Si tumfanyie kanyumba mahali pa juu. Akipita tu kile umekuwa ukifanya, kile ukoletwo ugika kigongona ini giki, riu thio karire faida. Tiga guthie handu, tiga guthie handu itakwirite na ndukanathie handu teretwo ni ndukata Ngai. Kile umekuwa ukifanya, every seed umekuwa ukisokwa haya madhabahu, sasa kwa jina la Yesu imekwisha kuwa kitu unaweza harvest. Sasa uende ukavune mara 100. Hautauliza maswali tena. Ngai niwe wadehire guku, ni Ngai wakurehire. Riu thi waku ina ikafu, yuri ukendie no guriro. Riu thi ukagia na customer ega matai na ngoma, customer matego gutunya. Unajua kama isipokuwa wewe ni mama tu, kama ungekuwa msichana hii mkufu ningeushika na niukate. Due to the respect, na si mkufu mbaya, nimekata kila kifungo waliofunga biashara
waliofunga kazi ya mikono yako. Sasa hizo vifungo vyote nimezivunja. Pigieni Bwana makofi. Piga makofi mazuri 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 kwa jina la Yesu Kristo Bwana wa Mungu aliye hai. Haleluya. Nataka watu 10 wakuje waguze huu mkono wangu tu. 10 wakuje waguze huu mkono. Shika mahali unaona unafaa kushika tu. Hapo. Wewe mama mzee kuja pande hii. Kuja pande hii. Sasa niza kuachilia. Na kile umekitamani kwa miaka mikaka. Utakapoachilia mkono huu, uende ukakipokee. In the name of Jesus. Nimeachilia na nimefungua kwa jina la Yesu. Uko hapa umekuwa ukiumwa na hii sehemu ya kitofu. Kuja hapa niombe na wewe. Hii sehemu ya kitofu hapa mbele. Jo. Na si huyu tu, there are 3. Watu 3. Hapa. Hata tulipokuwa tunaongozwa nyimbo hapa, uchungu ule uliniuma mara 3 hapa. Nikaambiwa there are 3 people here wamekuwa na hiyo problem. Simama. Kuja tu hapa. Ni hapo. Ni hapo. Ni wapi? Ukanyi na watu. Kaora. Ni hapa. Hapo. Nehuo hau neho. Shika. Shika tu hapo. Nwanyita wega. Kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, natangaza uchungu katoweke. Uchungu katoweke in the name of Jesus. Naachilia neema kwa jina la Yesu. Natangaza uchungu na maumivu ikatoweke in Jesus mighty name. Uchungu katoweke kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Pona kwa jina la Yesu. Pona kwa jina la Yesu. Chungu potea kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Endeni mumepona kwa jina la Kristo Yesu. Pigieni Bwana wetu makofi mazuri. Nataka nikwambie, tigana na afetu. Tigana na afetu, wewe na thina. Yesu ni amenyete mugabo. Yesu alijua sauti, Bartimayo alijua sauti ya Yesu na sauti ya wanafunzi. Sisi zote ni watoto wa haya madhabahu. Ignore some of the people. Ignore them. Wakija kukwambia hapa tumekaa na hatupatagi muujiza, mwambie wewe ni wako na dhina. Tumekaa hapa, we have been supporting this ministry, hatupatagi faida, mwambie wewe ndio unakuwa na shida. Mimi nitaendelea kupanda mbegu zangu. Kwa nini mama huyu Roho wa Mungu amemwambia she have been supporting this? Mimi sijui, you have been supporting this ministry na sadaka zako. Kwa nini hizo miaka zote maybe umekaa hapa, lakini leo Roho wa Mungu amekwambia kwamba leo dhio kagethe na wagetha faida ya mashiaro ureha kigogona ini. Sababu wakati mwingine tunakuwa wachoyo, tunakula mpaka na nini, tunakula zote mpaka mbegu tunakula.
Hallelujah. Ni wangapi wanatoa fungu la 10 kwa hii madhabahu? Kama unatoa tithe yako, inua mkono wako juu. Usaibike kama unatoa. Na kama utoaji usiinue. Simama nikuombee kama unatoa tithe yako hapa. Tithe. Si na tithe, na ninaposema tithe it is your income. For example, wale wameajiriwa, wacha nitumie ile salary kidogo sana. Unapata salary ya 20k. Unapaswa wakati tu umepata 20k kwa account yako ama payslip tap, kabla hujanunua hata mayai ya breakfast, unahesabu 1,000, 2,000, unasema Yakoba liwe liwalo. Niliombea dada mmoja, pesa zake zilikuwa zimekwama Dubai. Nikapiga maombi, akatumia 450,000. Ndio tulitegea Mungu. Alipopata 400,000 akaniambia, Reverend, Mungu alinipigia muujiza. Si Mungu akubariki dadi. Nikamwambia si hapo kuna. Akaniambia kore hadhukuru. Nikalipa nyumba todo gainendaga mundu mugi. Let me tell you, mdomo unaokula sehemu ya fungu la 10, ule mdomo, wacha nikwambie, ni kama kujitia kitanzi. Be a faithful tither kama ungetaka kwenda mbali. Na usimtolee Mungu kama usitolee Mungu tithe yako wakati kama umetumia. First of all, salary yako ondoa sehemu ya fungu la 10. Kujeni hapa mbele zote. Wenye wanatoa fungu la 10, kujeni hapa mbele. Nataka niwaombeni wabarikishe kwa Mungu. Tunakaribia mwisho wa mwezi. Today is 27. 27. Kama umeajiriwa, make sure kwamba usikule tithe. Ndio unaona mahangaiko imekuwa mingi. Kanisa linaonekana kama ni ya watu masikini kwa sababu tumekosa kuwa faithful kwa Mungu. Bwana wetu napewe sifa. Nataka niwaombee. Na nikiwaombea, kuna milango itawafungukia kwa wale wanafanya biashara. Income yenye unapata kwa business, hesabu, odoa, stock, faida hiyo, hesabu, weka. Usinunue chumvi. Because unapokula tithe, Bible inasema unapaswa kulipa na percentage fulani. Ni watu wangapi wamekula tithe? That's unakuwa sicknesses, majari mengi, maibu mingi zinatupata. Wekea mikono yako miwili juu ya kichwa chako. Father, in the name of Jesus, unapendezwa na waaminifu zaidi. Nimesimama hapa kama mtume na mtumishi wako chini ya apostle, nikitangaza baraka za wana madhabahu haya ambao wamekuwa waaminifu kwa kutoa sehemu la fungu la 10. May God bless them, increase them. Bwana, ninakemea waharibifu kwa niaba yao, kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Bwana, watenganishe na roho ya ufukara, watenganishe na magonjwa, watenganishe na maibu, in the name of Jesus. May God bless you. Mungu awabariki, Mungu awatende mema kwa jina la Yesu Kristo. Endeni na kibali kwa jina la Kristo. May God bless you. Tumpigie Bwana wetu makofi mazuri. Twende tukaketi chini. Hallelujah. Habari yako macho ine? Kuja unisalimie. Nikumaliza na namaliza. Tutayarisha sadaka mzuri. Tutayarisha mwadhani ya rogosho. Amen. Ngai agwike wega. Ngai akugitere. Ngai akureithie. Ngai akuongerere hinya na uhoti thiini wa ritwa-ini rĩa Jesu. Ndagucokeria hinya wa mahoya. Ndagucokeria hinya thiini wa ritwa-ini rĩa Jesu.
Ngai akurathime akuhe matuko maingi ma gutura in Jesus mighty name. Amina. Okakairetu, habari yako? Unaitwa nani? Joy. Unashiriki hapa? Unatembeaga? Umeokoka? Unashiriki wapi? Kiambu. Umetoka Kiambu sasa hivi? Ukakuja kwa ibada ya leo. Nataka kukubarikisha mbele za Mungu. Hautalia tena. Kilio chako kimefika mwisho. You have been struggling. Si Mungu aweke kikomo. Psalms chapter number 40. Mungu akasikia kilio cha David. Si Mungu asikie kilio chako. Bwana akuondolee mateso na dhihaka. Hautakuwa mkia tena. I bless you in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. May God bless you. Bwana wetu mkono mzuri. Ukakaidi tu wako. Gaya kohoni. Nini wale tuendelea Yesu. Gaya kuheveva. In Jesus mighty name. Amen. Leo dikora hii. Utaenda mbali. Chini ya haya madhabahu. Angalia hawa. Asante. Andaa sadaka yako. Poa. Tengeneza, andaa sadaka yako nzuri. Nike waziri. Ndio sadaka. Nasema sadaka mzuri. Na wale watatoa na simu, unakuja unaguzisha simu ndio tuone. Hapo tu unaguzisha hapa tu kwa madhabahu. Watu wako wanaandaa mbegu Mungu wakutolea sadaka zako kwa haya madhabahu. Naomba kwa jina la Yesu na tondu nduriagira ng'uru mwathani andu amaruta indo cia uthoini wa kigongona giki hwaine wa umuthi matigathi kurara na ng'aragu, matikage mwathani besha ucokia ciana thukuru. Ndatangatha Ngai amuhe viva. Mungu awapatie kibali in the name of Jesus. Ndatangatha financial breakthrough. Shamba hii ina rutuba. Wape bahasha. Kama kuna kesi itasuluhishwa ni yako, si yangu. Na Bible imetuambia ya kwamba kesi ya mama ikasikizwa na King Solomon. Kesi zako zote ambazo umezinakilisha kupitia sadaka yako na sehemu hiyo, kesi zako zote sizikizwe. Na mahali wamekuignore upate kibali. Ofisi ambao walikupuuza ulipoingia upate kibali. In the name of Jesus. Inue juu. Inua sadaka yako juu kwa Mungu. Bwana, tunainua sehemu zetu juu kwako. How faithful God we are serving. A faithful God, God of Jacob, akiwa kwa Laban. Mungu anayebadilisha majina, Mungu ambaye anaondoa laana. Kwa jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Lete sadaka yako. Lete sadaka yako. Makarada de mosi ander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 e. Ile atheru makaingira. Ile atheru makaingira. Ngai nĩ ngwenda ngakorwo rĩrĩa atheru makaingĩra, rĩrĩa atheru
theruma kaingĩra rĩrĩa theruma kaingĩra Ngai nĩ ngwenda ngakorwo rĩrĩa theruma kaingĩra na makĩrwo urukai na makĩrwo urukai Ngai nĩ ngwenda